Mwimbie Bwana, nafsi yangu 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 mwimbie Bwana. Washa moto, washa moto, 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 moto. Sijakuona chini chini. Chini, 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 chini. Twende, twende. Haya, sijakuona twende, twende. Washa moto, washa moto, washa moto, washa. Hebu zunguka, 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 zunguka. Sijakuona zunguka, zunguka. Haya, haya, zunguka, zunguka. Washa moto, washa moto, zunguka, zunguka.
kitambaa, 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 kitambaa. Wewe kitambaa chako na wewe. 1 2 3 juu. Sija. Heshima na kumaliza. Ambie jana wakati tunaenda kumaliza. Akupe nafasi jamani. Wapi vigelegele? Sijasikia vigelegele. Kila mtu anako kwao. Apende asipende. Kila mtu anako kwao. Kila mtu anako kwao. Apende asipende. Nasema anako kwao. Apende asipende. Nasema anako kwao. Apende asipende. Wataita mnako kwenu. Kwao ni kule Taita. Na Wakamba wanako kwao. Kwao ni kule Ukambani. Wakikuyu mnako kwenu. Kwenu ni kule Kikuyu. Na Wameru wanako kwao. Kwao ni kule Meru. Na Waluya wanako kwao. Kwao ni kule Luyani. Na Wamasai wanako kwao. Kwao ni kule Masai. Watakatifu tunako kwetu. Kwetu ni kule mbinguni. Bwana Yesu ameshatangulia kutuandalia makao. Japo kitambo kidogo atakuja. Japo kitambo kidogo atakuja. Kutuchukua twende naye. Ili alipo na wewe uwepo. Alipo na wewe uwepo. Ili 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 alipo na mimi
twende 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 twende. Wapi vigelegele? Wapi vigelegele? Hebu inua mikono yako juu tunapoenda kumwabudu Bwana kwa kipindi hiki kifupi Bwana, maana yeye amekuwa msaada kwetu, amekuwa kimbilio letu Bwana. Wewe Bwana tunakualika mahali hapa Bwana, ukashuke tukazidi kukuona ukuu wako Bwana. Hebu weka mikono yako juu, mshukuru tu Bwana kwa dakika 2. Mwambie Bwana ni wewe unastahili heshima. Hakuna kama wewe Bwana. Tunakupa heshima Bwana. Ninakupa heshima Jehova. Yesu astahili. Yesu. Uzima wangu ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Uzima wangu Yesu wewe ni siri yako. Yesu. Naomba niende na wewe. Uzima wangu ni siri yako. Naomba twende na wewe tu. Uzima wangu Yesu wewe ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Yesu wewe. Yesu. Naomba niende na wewe. Uzima wangu Yesu ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Yesu wewe ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Yesu wewe ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Yesu wewe ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Uzima wangu ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Yesu wewe ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wangu wote ni siri yako. Naomba niende nawe. Uzima wangu ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wako ni siri yako, mimi naomba niende nawe. Uzima wangu ni siri yako. Naomba niende na wewe. Uzima wako ni siri yako, mimi naomba niende nawe Bwana. Uzima wangu ni siri yako. Naomba niende na wewe tu. Inua mikono yako kwa Bwana, mwambie Mungu, naomba niende na wewe mchana wa leo. Inua tu sauti yako kwa Bwana, mwambie Mungu, ninatamani Bwana kwenda nawe Mungu. Ninatamani Bwana kutembea nawe mchana wa leo. Ninatamani kibali kisichokuwa cha kawaida. Ninatamani Roho wako Bwana kawe nami kila mahali napokwenda Mungu. Natamani Bwana ukanishike mkono mchana wa leo. Ninatamani Bwana safari yangu ikawe na wewe Bwana. Ninatamani maisha yangu ikaongozwe na wewe Mungu. Ninatamani kibali cha kupenya kule ambako Baba nimeswilika, mfalme wa neema mchana wa leo. Ninatamani Bwana ukatembee nami, maana wewe ni baba yangu. Inua tu sauti yako, mwambie Baba, ninatamani mchana wa leo moyo wangu ukakufurahishe Bwana. Ibada yangu ikapate kibali machoni pako. Nipate neema Bwana kwa ajili ya kazi yangu. Nipate neema kwa ajili ya maisha yangu Bwana. Unishike mkono Baba, uniongoze nakokwenda mfalme. Inua sauti yako kwa Bwana, fungua moyo wako. Fungua tu moyo wako, mwambie Bwana unapendeza. Fungua moyo wako, mwambie Bwana unastahili utukufu. Fungua moyo wako, mwambie Mungu hakuna mwingine kama wewe Bwana.
Inua sauti yako kwa Bwana, mwadhimishe Mungu, mwambie Bwana unapendeza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana mchana wa leo. Oh! Yeah. Oh! Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Tuimbe wote. Yesu ni muweza. Ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Yesu ni muweza. Anaweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Anaweza. Yesu ni muweza. Anaweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Anaweza. Yesu ni muweza. Yuko hapa. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Oh, yeye anaweza. Baba anaweza. Yeye ni muweza. Anaweza yote. Yesu anaweza. Baba anaweza. Yeye ni muweza. Baba aweza yote. Anaweza. Yesu ni muweza. Anaweza. Yesu ni muweza. Yesu wangu ni muweza. Anaweza yote. Anaweza. Yesu ni muweza. Yesu wangu Yesu ni muweza. ni muweza. Aweza yote. Anaweza. Yesu ni muweza. Haleluya. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Inua mikono yako juu kwa Bwana katika dakika moja. Fungua tu kinywa chako, mwambie Baba unaweza. Hata yale ninapitia leo unaweza. Inua tu sauti yako, ifungua tu kinywa chako, mwambie Mungu mimi ninajua unaweza. Hata yale ambao napitia leo nina hakika kabisa unayaweza. Hakuna jambo Mungu usiloliweza. Mwambie Mungu hakika unaweza. Kama nimesimama leo ninaamini kabisa Baba unaweza. Nimesimama kwa uweza wako, si kwa uweza wangu. Inaweza ikawa kuna vitu vinakutatisha. Inaweza ikawa katika mwili wako kuna jambo liko libaya. Inaweza ikawa katika biashara kuna mambo haijaenda vile unataka. Inaweza ikawa katika ndoa yako kuna mambo yameharibika. Yesu anaweza. Mwambie Mungu hakika unaweza. Ninaamini Baba unaweza. Hakuna jambo Mungu usiloliweza. Hakuna jambo Baba oh my God. Mwambie Mungu hakuna jambo usiloliweza mchana wa leo. Hakuna kitu ambacho kwako hakiwezekani. Hakuna aliyetembea nawe Mungu akashindwa kupita. Hakuna aliyekaa nawe Bwana akakosa kibali. Hakuna aliyekaa nawe Mungu akakosa kutembea. Mwambie Baba wewe ni muweza. Mwambie Baba wewe ni muweza. Hujawahi kushindwa na jambo lolote. Utabakia kuwa Mungu siku zote Baba. Mwambie Mungu unapendeza, unatawala. Hakuna mwingine kama wewe. Hakika wewe ni muweza. Hakika wewe ni muweza. Kwa njia yangu wewe ni muweza. Kwa maisha yangu wewe ni muweza. Kwa huduma yangu wewe ni muweza. Unapotembea mwambie Baba wewe ni muweza. Mwambie Baba unaweza. Oh shadabayadabakatanababo rikantorobo sharabayandaraba. Mwambie Baba unaweza mchana wa leo. Rikaboya taraba kiterebo yanda. Mwambie Baba unaweza, kuna mwingine kama wewe. Koria mashakatarababo. Mwambie Baba unaweza, kuna mwingine kama wewe Baba. Mwambie Baba unaweza,
unaweza, kuna mwingine kama wewe. Yale yote napitia Baba unaweza. Inua sauti yako, mwambie Baba unaweza. Ori Baba shandaraba kotaraba. Give your Father glory now. Mope Baba utukufu sasa. Mope Mungu utukufu, maana naweza. Mope Mungu makarobo shakayata. I feel the power in the name of Jesus. I feel the anointing in the name of Jesus. Can you speak it now, my brother? Speak it now, my sister, my dear daddy. Can you speak it now, my daughter here? Can you speak it now? Mwambie Baba unaweza. Ni jambo lipi ambalo unalipitia? Mwambie Baba unaweza. Inua tu sauti yako, mwambie Baba leo unaweza. Yote ambayo unapitia mwambie Baba unaweza. Hakuna kutoka hapa bure, hakuna kutoka hapa bure. Ninajua unaweza, sitatoka bure, najua unaweza. Nimeingia nyumba hii nikiumwa, ninatoka nikiwa nimepona, maana unaweza. Nimeingia nyumba hii nikiwa masikini, ninatoka nikiwa tajiri, maana unaweza. Nimeingia nyumba hii nikiwa sina fedha, ninatoka na pesa, kibali cha pesa, ninatoka na kibali cha pesa. Ninajua Baba unaweza. Yale yaliyoshindikana kwa watu wa kwetu, yale yaliyoshindikana kwa masomo nimesoma, ninajua Baba unaweza. Hakuna usiloliweza leo, hakuna usiloliweza leo, hakuna usiloliweza leo, hakuna usiloliweza leo, hakuna usiloliweza leo. Baba najua unaweza. Hakuna usilo makaraba seketeria rikabarada barabara rikandana baba babu yataya rikatorobo yandana baba. Unaweza Baba, unaweza kutenda, unaweza Mfalme, unaweza mchana wa leo. Shakota rabakita kora baba yandana maya terebo. Unaweza Bwana, unaweza Mfalme. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Shandele boya da babo shiada katala babo. Pokea utukufu na heshima, pokea utukufu na heshima. Wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Pokea utukufu na heshima, pokea utukufu na heshima. Wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili. Pokea, pokea utukufu na heshima, pokea utukufu na heshima. Wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Yehova, wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Yehova, wewe waweza, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Baba, wewe wajabu, wastahili sifa. Wewe wajabu, wastahili sifa. Oh my God, wastahili sifa. Heshima zote na utukufu ni zako.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Inua mikono yako juu, mpe Bwana makofi mazuri mchana wa leo. Amen. Piga makofi mazuri kwa Mungu. Kama ni Mungu anapigiwa makofi, apigiwe makofi kabisa. Amen. Nasema kama ni Mungu anapigiwa makofi, wacha apigiwe makofi mazuri kabisa. Piga tu makofi mazuri kwa Bwana. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi mazuri kabisa mbele zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Salimia watu wawili watatu, waambie kwamba nakupenda kwa jina la Yesu. Msalimie mtu, mwambie I love you in the name of Jesus. Msalimie mtu, tumwambie kwamba nakupenda. Mwambie mtu nakupenda. Msalimie tu mtu, mwambie kwamba nimebarikiwa kuwa na wewe. Mwambie mtu nimebarikiwa kuwa na wewe mchana wa leo. Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu funga mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha ya Mungu jamani? Unayo furaha ya Mungu? Haleluya. Hebu mshangilie basi huyo Mungu na furaha na yeye. Haleluya. Mshangilie Bwana wa utukufu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nichukue nafasi nzuri ya furaha na amani nikukaribishe katika ibada hii ya mchana wa leo. Ibada ya wana. Sema amen. Geukia mwenzako, mwambie ni ibada ya mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ni ibada ya kazi ya mwana. Mwambie wewe kama mwana, ibada ya leo inakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako ibada hii ya leo inakuhusu sana, maana ni ibada ya mwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujaketi chini, mwambie mtu kwamba kazi ya mwana wa kiroho. Geukia mwingine, mwambie kazi ya mwana wa kiroho. Unataka kuijua leo? Sikusema wambua tukae chini. Mimi nimesema tusimame tu. Mwambie mtu kwamba kazi ya mwana wa kiroho. Muulize mwenzako, unaijua? Na unataka kuijua leo? Wangapi wanataka kujua kazi ya mwana wa kiroho? Wangapi wanataka kuijua kazi ambayo mwana wa kiroho anastahili kuifanya jamani? Maana saa nyingine tumekwama kwa sababu hatujui. Kuna mhubiri alifungua mambo haya siku moja, alifundisha hapa akasema, wewe ni nani? Sasa jiulize tena leo, mimi ni nani? Jiulize tu kwamba mimi ni nani. Sio mimi hapa, jiulize wewe. Haleluya. Sasa leo nataka tujue mwana wa kiroho kazi yake ni gani? Praise the Lord. Praise the Lord. Kwa neema ya Bwana tafuta mahali uketi katika jina la Yesu. Asanteni sana waimbaji, wapigie makofi. Hawa watu wamefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ndio maana wanakuja mazoezi. Sababu zao kuja mazoezi hapa ni kuimba nyimbo ambazo wataimba. Saa ingine nasikia wanaimba nyimbo ngumu ambazo mwingine hajui. Sasa unakuta upige makofi, uruke, usiruke. Lakini nitawaambia tu sikwaze kupunguza kidogo nyimbo za zile hatujui nyingi, watuwekea hata kama ni mbili tunajua, si ndio? Hata ikifika mahali watuwekee yawe 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 yawe, at least na sisi kule hatujajua kile wamefanyia mazoezi tuweze kukijua, si ndio? Kwa hiyo niachieni tu, nitaongea na kiongozi wao na pia wao pia nitaongea nao. Nafikiri Ijumaa hii tutakuwa wote pamoja, kwa sababu ibada ya Sunday itakuwa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya Sunday itakuwa tofauti, na ni ibada ambayo kama mwana unaifundishika leo, ukisikiza leo na ukamate maneno ya leo, basi ibada ya Sunday itakuwa ya baraka sana katika maisha yako. Praise the Lord. Nina furaha siku ya leo kusimama mahali hapa. Nimekuwa katika safari ya kwenda kwa baba mji wa Nairobi, lakini kabla sijafika
fika huko, napenda nimkaribishe mke wangu, maana tumesafiri na yeye, awasalimie na waambie ni nini alipata kwa baba yake. Sema amen. Kwa hiyo piga makofi mazuri wakati anapokuja kutusalimia. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mchana wa leo nimeokoka na mpenda Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha sana siku ya leo na ninasikia kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nafurahia kwa sababu gani? Yaani nilienda kwa baba na nikapokelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata sikutegemea kama vile nitakavyoenda kwa baba kama hivyo ndio atanipokelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nimeona maajabu sana sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekaa miaka mingi sana sijasalimia apostol wangu na mkono hivi. Miaka mingi. Yaani hata sikuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kitu kingine nachofurahia sana. Haleluya. Unajua kuna kitu kizuri kama kupekwa kikombe na cha maji na babako akwambia ukunywe. Unajua ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mtu mmoja kaniambia, ukiona mtu ambaye unaenda kwake badala kupea maji, anakupa maziwa, ana siri ya maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katikati ya maziwa kuna siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesikia kuongezeka sana. Nimesikia nimebarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sijui ni kwa nini apostol alikuja akafika mahali akaniambia, mwanangu, na kuona wewe unaenda majuu. Haleluya. Ananiambia wewe ni mtu wa majuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia wewe ni mtu wa majuu, nikupandishe na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Akatafuta dola ya Mariakani, akaniambia ndio hiyo, nenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimebarikiwa na ninaamini nitaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana aliniambia hakuna kizuizi tena ya kukuzuia safari. Hakuna kizuizi ambaye kitakupinga. Hakuna mtu atakayesimama kuzuia baraka zako. Zimebarikiwa. Baraka hizi zimeachiliwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema watoto wako wa kanisani wamebarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo baraka zote zimeachiliwa na mtumishi wa Mungu apostol na mke wake, pokeeni ni zeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mzee alifurahia sana. Yaani yule mzee alifurahia sana kutuona tumefika. Mpaka ikabindi apigie watu wote wale walikuwa marafiki zetu. Akawapigia simu akawaambia, leo niko na Kirugi. Leo niko na Kirugi na mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo si ni furaha nyingi sana. Yule mzee alifurahia, hata mimi nilifurahia, maana ni kitu sikuwa nategemea. Nilikuwa naona kama atatuambia hebu tokeni mahali mmetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na muogopanga, lakini nilisikia yani nikiwa na baba na nilimuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimuelewa ule baba zaidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Simbarikiwe, niko na mengi ya kuongea lakini wacha yaishia hapo. Amen. Piga makofi mazuri kabisa. Piga Yesu makofi mazuri kabisa. Ni furaha ya kupokelewa na baba. Sema amen. Ameshasema mengi, lakini amesahau kwamba tulipewa ndoa na ikasainiwa. Haleluya. Haleluya. Yaani kama kuna siku nilifurahi ni hiyo siku ya Alhamisi asubuhi. Kuanzia saa 4 na karamu yangu sijui kwa wapi. Sawa, niko nayo, ninajua mahali iko. Can you see this? Hii dola mzee alichukua kwa nini yake, akasaini hapa, akaandika tarehe 6 mwezi wa 8 2026, akaweka sign, alafu akaibana na hii kitambaa. Hiki kitambaa aliniambia alinunua Amerika. Sasa alipokuwa ananipa, akatushika mikono, akaita mke wake, akatuombea.
akatamka neno ambalo ndilo ninatembea nalo, kwamba kuanzia leo nimekufungulia milango ya mataifa. Oh my God, oh my Father, nimekufungulia milango ya mataifa. Arabu akanipa hii anointing, akaniambia nimekupa hii uende nayo Taveta. Sema ime, sijaifungua, nitaifungua Sunday. Sasa leo wacha nifundishe. Tulipokuwa pale, unaona hiki kitambaa ni kile alikuwa anatumia. Nikakiona tu, nikamwambia baba, nataka hiyo kitambaa. Hii kitambaa akijafuliwa jasho yake aliyekuwa nayo madhabahuni, nikatoa shilingi 1000 kupata hichi kitambaa. Hii tu unakiona ni kitu simbo, lakini kimebeba vitu vingi sana. Unajua, sikiliza, Petero, Paulo, vitambaa vyao vilichukuliwa vikapelekwa wapi? Kwa wagonjwa, wakawekelewa tu. Sikiliza, Elia na Elisha, hakuna mahali Elia ametia mafuta Elisha, lakini Mungu akimtuma amemwambia enda ukamtie mafuta nani? Elisha. Lakini alipofika masaa ya kuondoka, hakuyamimina yale mafuta yana chupa, aliyamimina mafuta yaliyo ndani yake, na kile kiliambukisha mafuta ya Elia kwa Elisha ni kitambaa kiliyemtoka. Sasa nilipokuwa hapo ofisini tukiongea, kitu ikaniambia hiyo kitambaa chukua. Nikamwambia naomba ile kitambaa. Nikatoa 1000, nikamwambia naomba ile kitambaa. Akatoa kingine kipya, nikamwambia hapana, nataka hicho ambacho ulichokitumia. Praise the Lord. Akanipa, nimekaa nacho tu, nakikumbatia tu hapa, nikiweke hapo tu, sio chako, ni changu, najua kazi yake. Hii maji inaitwa anointing. Tulipoenda kwa ibada, mama ndiye alikuwa wa kwanza kuombewa. Watu wa kuokoka walipookoka, yeye ndiye wa kwanza sasa kuombewa katika ile hali ya kufanywa impartation. Alipomaliziwa na mimi nikaitwa. Sasa nilipoamuka pale, nilikimbia kwa madhabahu, nikatoa sadaka, nikaenda kwa yule alikuwa ameshikilia ile maji ambayo nimetakaswa nao, nikasema hiyo isipeano kwa mwingine, nikachukua, ndio hii nilikuja nayo. Sasa hii sifanyi nayo kazi leo, hii ni ibada ya Sunday, nilikuwa nakushuhudia kwa jina la Yesu. Wache kae hapo, ni ibada ya Sunday. Sema amen. Kwa hiyo nataka nisimame hapa kusema hivi, yoyote yule aliyeuzika na safari ya kwetu kwenda kwa Baba, katika hali ya kifedha, katika hali ya maombi, katika hali tu ya kutamka maneno aliyotamka mazuri kwetu, Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Imagine nilifika tu nikaambia yule sekretari wake kwamba nimekuja na nimetaka kumwona mtumishi wa Mungu. Akaniuliza, maana ni mgeni, akaniuliza wewe nani? Nikamwambia, akaandika jina langu na namba zangu, akapeleka. Nikaenda tu tukakaa hapo kwa reception. Nilikuwa wa kwanza kwenda kwa hiyo ofisi, na maajabu ni kwamba alikuwa amekesha hapo, hajatoka kwenda nyumbani. Tulipoingia pale, mzee wa watu amekesha, lakini akaacha shughuli zote. Kile kilinifurahisha ni ile furaha alikuwa nayo wakati anatupokea, mpaka ananiuliza umepotelea wapi, anatoa mpaka machozi. Alipoanza kuongea my story, alianza kutoa machozi, akasema tumetoka na wewe mbali. Akaambia mama mke wangu kwamba mama, una watoto ukikasirika unaweza ukatukana watoto, matusi yote si ni wa kwako wanakimbianga, wanaacha nyumba. Akamwambia hapana, wanakuja baadaye wanarudi. Sasa akamwambia huyu amekosa kukimbia, hata kama nimekasirika afai kukaa mbali na mimi, maana mimi ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kuanzia pale akaanza kupiga simu. Hivyo umesikia akisema anapigia mtu simu, anamwambia ongea na huyu wako hapa, na simu yake si yangu, ya kwake. Naongea na wao, tunawaambia mimi ni fulani ani fulani.
wote au mabishopu wote walipigiwa simu, wakaambiwa Kirugi yako hapa ofisini anataka kuwasalimia. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ka organize, maana nilikuwa kiongozi wa Praise Mombasa, na wale wengine akawapigia akawaambia, utoka leo ninanunua hema ambao itakuwa na vikondoro ndani. Kila mahali naenda akaniambia, akanituma akaniambia, waambie wale wenzako mutafute chairman wa hiyo Praise Team. Nikienda mikutano ya nje nitawawekea hema. Hiyo hema nitaweka mikondoro. Mutakuwa mnalala hapo kama tulipokuwa mnalala wakati ule mkiwa vijana. Mulale hapo na chakula itakuwa ya kwangu kila mahali naenda. Akapiga simu za hiyo akaweka order ya mikondoro na order ya hema. Nilikuwa leo niwe Kajiado, lakini nikamuomba tu, nikamwambia maana nimekuja saa hii, niruhusu tu hii ya Kajiado idibite, lakini Jumatatu nitakuwa na wewe, kesho nitakuwa naye Kajiado. Ninaondoka leo usiku naenda anointing service ya kesho, nikimaliza ninarudi. Sema amen. Sema amen. Leo tu saa 4 natoka hapa. Wewe ungependa kunisafirisha, Mungu akubariki. Na kama utaki, wewe kaa na hiyo ulionayo. Nitatoka hapa saa 4 usiku, naenda niende nihudhurie ibada ya kesho asubuhi ya anointing service. Nikimaliza tena nigeuke nirudi Taveta. Kuna roho ambayo nataka nipate kwa ule mzee. Kuna roho tu nataka nipate kwa ile mzee. Na Mungu ni mwaminifu, hiki ni kipindi kinastahili. Na neno la mwisho liniambia, sasa kwa sababu umekuja kwangu, na mimi sasa nimefungua mlango, ninakuja Taveta. Amen. Kwa hiyo anytime, wakati wowote mwaka huu anaweza akatoa taarifa ya kuja Taveta, na kazi yake ni moja tu. Anaweza akasema leo, wiki ijayo tuko Taveta. Kwa nini? Anapenda kazi ya Mungu. Na hata usimwambie una pesa, maana yeye atakuja afanya kazi yake naende. Bwana asifiwe. Kwa hiyo aliniambia amefungua milango ya kuja Taveta, na Mungu ni mwaminifu. Na tulipokuwa tunaenda, kuna moja alikataa akasema tunaenda pamoja, huyu Justus. Tulienda pamoja na yeye atatushuhudia pale mwisho ni nini alipata kwa baba yake, babu yake, maana mimi ni baba, yeye alienda kwa babu. Tulimkuta stage pale, akaniambia baba, sasa si ni mimi niende tu kama mbaki pochi? Nikamwambia tikiti ni yako, una sadaka ya kutoa, twende. Tikaenda nikamwacha hapo nje, nikamwambia ukae hapo, nikiruhusiwa tu nitakwambia ukuje. Tukaongea pale karibu masaa 2 amekaa hapo. Nikamwambia mzee, kabla hujaenda kwa ibada tu, ninaomba uniruhusu, kuna mtoto wangu, nilitumia njia hiyo, kuna mtoto wangu ako hapa anataka kukusalimia. Sasa huyu nikaenda nikamuita mahali alikuwa nimempaki kama gari, kuja. Akakuja, alipokuja tu akaingia, mzee akaniuliza, kumbe ni mtu mzima, nilikuwa nafikiria ni mtoto wako wa kuzaa. Nikamwambia ni mtoto wangu wa kanisani. Anajua kile aliambiwa, anajua kile alifanyiwa, anajua yale mambo Mungu alifanya kwa ajili ya maisha yake. Praise the Lord. Tukatoka tukaenda ibada, na kuenda bure. Nilimketisha asubuhi, nikamwambia kama unataka nafasi hii ipatikane, nionyeshe kile umekuja nacho, nionyeshe kile umekuja nacho ambacho unapeleka kwa apostoli. Akanionyesha sadaka yake, tena sadaka nzuri. Nikamwambia hii imefaulu, weka hapo. Kwa nini? Kwa sababu chochote unachokitaka, tulifundishwa Sunday, baraka za baba ni za gharama. Hauwezi ukapata mafuta ya mtumishi wa Mungu yoyote duniani, huyo unayemwangalia wa TV, huyo unayemsikiliza kwa mtandao, huyo unayemuona akitembea, kile kiko ndani yake hauwezi wakipata bure. Praise the Lord. Lazima kuna sehemu ambayo unastahili uitoe. Kuna gharama lazima ugharimike kwa sababu ya hiyo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda ibada tukamaliza saa 12, kutoka saa 6 mzee amesimama mpaka saa 12 na amekesha hapo usiku. Na mimi nikasema kwamba tuna usembe Taveta. Tuna usembe Taveta. Tunaingia ibada saa 4 na saa 7 tunataka tuondoke tuende nyumbani. Mzee anasimama saa 6 mchana
mpaka saa 12 jioni, na amekesha hapo kesha miaka 73. Lakini Taveta tunakuja saa 4 na saa 7 pasta masaa imeenda, tunataka tuende nyumbani. Kufanya nini? Nyumba zenyewe hazina TV. Hata kama ina TV ni ile kuwaka igizima. Kwenyewe nyumbani tunaenda na mabodaboda. Amepaki magari hapo nje ya kwenda nyumbani. Ana nyumba nzuri lakini analala chini kwa floor akitafuta Mungu. Na hatuwezi lala kwa floor sisi. Alikuwa ananionyesha wakati huyu aliingia, alikuwa anatuonesha mahali yamelala kana kondoro. Hapo ndio nimelala katikati ya meza na kiti hapo. Amelala hapo siku kucha hakiomba Mungu. Si pesa hana, si magari ya kutembea hana, sio nyumba nzuri ya kukaa na starehe hana. Anaweza akapanda ndege akasema leo nasunguka tu na ndege hivi mpaka usiku kucha. Lakini ya mambo yote ameacha hiyo, na miaka yote hanalala kwenye floor akitafuta uso wa Bwana. Halafu nauliza ni nini inafanyika? Ni kutafuta uso wa Bwana. Kwa nini wamebarikiwa? Ni kutafuta Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulipokuwa tunaagana akaniambia ukitoka hapa kuna muujiza Mungu atafanya. Na muujiza wa kwanza ukifanywa tu ushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipotoka hapo mimi nikanyamaza tu, nikasema lazima kuna kitu Mungu atafanya. Sikiliza. Jana nimekaa nikawa nasema mbona kile kitu nilikuwa naambiwa na mzee na babangu akijatendeka. Nikakaa jana masaa ya saa 11 na dakika nikaangalia, nikaona kuna mtu amenitumia, anaitwa Anthony Jerry. I know him. Anthony Jerry ametuma shilingi 3,000. Nikafikiria amekosea namba, ni wrong namba. Nikaingojea kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nikakosa baadaye, nikangojea. Baadaye akaniandikia message akaniambia hiyo ni sadaka yangu. Kuna vile aliandika pale, hiyo ni sadaka yangu, nimeitoa kwa Mungu. Apostle, Mungu akubariki. Tena akaniita apostle. Nikasema asante Yesu, ile roho imekuja. Ile roho imekuja. Hiyo message iko pale ndani tu. Aliandika jana akaniambia apostle, hiyo ni sadaka yangu, nimetuma. Sijui ameniona kwa mtandao ama aliniona wapi. Sikutaka kuongea naye mambo mingi, nitaongea naye baada ya ibada ya leo. Maana ninajua ananiwatch kwa mtandao. Anatoka Mariakani Mombasa. Anatoka Mombasa, akaniambia anatoka Mariakani, nimebarikiwa na nimetuma sadaka yangu kwako na Mungu wako anibariki. Sema amen. Leo nataka nisungumuze ama nifundishe somo hili, kazi ya mwana wa kiroho. Chukua daftari yako. Kazi ya mwana wa kiroho. Sema amen. Maana Jumapili nifundisha baraka za baba wa kiroho, nikakwambia siko mara 7 na nikakueleza kwa kinagaubaga ama kwa undani hizi baraka za baba wa kiroho zinapatikanaje kutoka kwake na kuja kwako. Praise the Lord. Na sasa leo huyu mwana ambaye aliyebarikiwa na baba wa kiroho, ni kazi zipi ambazo anastahili kuzifanya katika ile ubaba akiwa chini ya baba wa kiroho? Ni kazi ipi ambayo anastahili kuifanya? Praise the Lord. Ndio maana nimeandika hapa kazi ya mwana wa kiroho. Nasema mwana wa kiroho hana kazi ya kukaa tu na kupokea. Anayo kazi. Yani kazi ya mwana wa kiroho hayupo tu ukaa na kupokea. Hapana, ako na kazi. Sema amen. Mwambie mwenzako una kazi. Ukia mwingine mwambie unayo kazi, unaistahili kuifanya kama mwana wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yani mwana wa kiroho si wa kukaa tu akae, anayo kazi ambayo anastahili kuifanya. Maana wengine wamekaa ni wana ndio, lakini wamekaa ili tu wahubiriwe, waombewe
na waende wakisema leo nimebarikiwa, watolewe mapepo, wafunguliwe na waende. No, iko kazi ya mwana wa kiroho. Sema amen. Pigia Yesu makofi yako mazuri kabisa. Piga makofi mazuri kwa Bwana. Piga makofi mazuri kwa Bwana. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mshangilia Yesu anaweza. Haleluya. Shangilia Yesu anaweza. Sema amen. Maandiko inasema kuna mambo ambayo nimefundisha hapa. Number 1, baba wa kiroho ni njia mbili. Kazi 7 za mwana wa kiroho. Kuna kazi 7 ambazo, nisikilize, kuna kazi 7 ambazo mwana wa kiroho anastahili kuzifanya. Haleluya. Kunazo kazi 7 ambazo mwana wa kiroho, wewe kama mwana wa kiroho unastahili kuzifanya. Number 1, tuko number 1, kujifunza na kutii. Jifunze na utii. Praise the Lord. Jamani, hili jambo lisikupite tu, nisikilize usaidike. Maana utakaa kwa nyumba ya Mungu, utakaa ukimwabudu Mungu, utakaa ukiomba na utapata faida ya wokovu. Maana hauna kazi unaielewa ya kufanya. Mary, Bwana Yesu asifiwe. Mary, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukafanya operation ya kichwa. Kwa nini operation? Lakini mambo ya shindano na madawa kukuambia kunywa hiyo, anaweza akafanya hiyo, maana ni kitu ambacho amesomea, anakijua. Na kwa nini Wakristo hatuendi tunastahili kwenda? Maana hatujui ile kazi ambayo tunastahili kuifanya katika nyumba ya Bwana na ndani ya wokovu. Na ndio maana leo nataka nikuoneshe nafasi ya mwana wa kiroho, kazi anayostahili kuifanya. Jumapili nilikufundisha ile kazi na baraka zile ambazo baba wa kiroho anazozitoa kwa mwana wa kiroho. Praise the Lord. Number 1, kujifunza na kutii. Kazi yake hiyo, anajifunza na anatii. Praise the Lord. Maana usipojifunza kwa baba wa kiroho na utii, hauna faida ndani ya wokovu. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukiwa mwana wa kiroho lazima ujifunze na ukubali kutii. Praise the Lord. Kaa chini, sikiliza na utekeleze. Unaandika hiyo, ukae chini na usikilize na ulichokisikiliza ukitekeleze. Ndiyo kazi ya mwana wa kiroho. Je, unasikiliza na unatekeleza? Maana usiposikiza hauwezi ukatekeleza, lakini ukisikiza utatekeleza, na ukitii lazima utatekeleza ulichotii. Haleluya. Kitabu cha Timotheo 2:1-3. Mtu apeleke microphone wa karibu anisome. Timotheo wa 2:1-3. Fungua hapo kitabu cha Timotheo. Naongea habari kazi ya mwana wa kiroho. Lazima tuanze kujua ni kazi ipi ambayo mimi kama Karimbo ninastahili kuifanya ndani ya wokovu kama mwana wa kiroho. Timotheo wa 2:1-3. Soma. Timotheo wa 2:1. Basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Sikiliza. Basi wewe mwanangu uwe hodari. Katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Rudia hapo. Rudia hiyo kifungu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Sikiliza. Mambo yale uliyoyasikia kwangu
mbele ya mashahidi wengi. Mbele ya mashahidi wengi. Hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Haleluya. Hello. Usikirishi, yani hebu rudia, inasema ushiriki taabu pamoja nami. Pamoja nami. Kazi ya mwana wa kiroho si ukimbia taabu, ni kushiriki pamoja na baba wa kiroho. Wangapi hapo wamesimazimu siku moja walipoona mchungaji anapitia changamoto? Wangapi walipigiwa simu wakaangalia wakasema nikipokea hii pastor kuna kitu anataka? Ushiriki. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mwana mzuri ni kama sifongo anyonyae kila kitu. Huyo ndiye mwana mzuri. Namba 2, kuomba kwa ajili ya baba. Kazi yake hiyo. Kazi ya mwana wa kiroho ni kuomba kwa ajili ya baba. Wangapi wameomba usiku wa leo, wameamka usiku wakaomba kwa ajili ya baba yao wa kiroho? Leo usiku umeamka usiku wa leo kaomba kwa ajili ya baba yako wa kiroho. Inua mkono wako juu. Only 4 people katika kanisa nzima. Watu 4 ndio waliamka leo usiku wakaombea baba yao wa kiroho. Lakini ngoja niulize swali. Hii ni kazi ya mwana. Mwana uwe hapa, uwe Taveta, uwe dunia nzima, popote utakapokwenda, kazi yako kama mwana wa kiroho ni kumuombea baba wa kiroho. Praise the Lord. Hiyo namba 2, kuomba kwa ajili ya baba ndio kazi yako. Simama kwenye pengo. Kusimama kwenye pengo. Pigia Yesu makofi mazuri kama unanielewa. Simama kwenye pengo. Simama kwenye pengo. Inaendelea kusema pigania huduma, afya na familia ya baba yako wa kiroho. Hizo ni kazi ambazo tunastahili kuzifanya. Kufanyaje? Simama kwenye pengo. Pigania huduma, afya, familia ya baba yako wa kiroho. Unapigania huduma, afya ya baba, familia yake, familia ya baba yako wa kiroho. Hiyo ni kazi yako. Nikiamka usiku nishindwe kusimama, ni mgonjwa, kuna wana mahali hawajasimama kwenye nafasi yao. Nikishindwa kusimama katika madhabahu haya, ni msifu Bwana kwa sababu naumwa na kichwa. Kuna wana wa kiroho wamelala hawajafanya kazi. Nani amewahi kulala njaa kwa maana amekosa hujafanya kazi? Si ndio? Umewahi lala njaa kwa maana hujafanya kazi, si ndio? Sasa na wewe, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wakati familia ya mchungaji inaingia kwenye changamoto, it's not mchungaji anashinda, ni wana wa kiroho hawajafanya kazi wanaistahili kuifanya kwa familia ya mchungaji. Praise the Lord. Funga mkono wako namna hii. Pastor anajitetea. Sinjitetei na kusaidia. Ndiyo kazi yako. Kazi yako ni kusimama na hiyo familia. Kazi yako ni kupigania huduma. Kazi yako ni kupigania afya ya mchungaji. Unapenda kuona mchungaji anatetemeka na baridi, it's not your work. Kazi yako ni kuombea afya yake ikae vizuri. Matokeo yake sio wewe unafanya, yuko anayetekeleza. Ndio maana nikakufundisha Sunday vitu 7 ambavyo ni baraka za baba wa kiroho zinakuja kwako. Sasa zile baraka nilikufundisha Sunday, ili sinje kwako zote 7, mambo haya lazima uyafanye. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Okay, hebu tusomee Wagalatia 6:6. Wagalatia 6:6 kalimbo. Wagalatia 6:6. Naenda haraka ndio tumalize. Mungu akusaidie. Wagalatia 6:6. Wagalatia 6:6. Inasemaje?
Wanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Basi amushirikishe katika mema yote. Praise the Lord. Namba 3, kuheshimu na kutunza. Kuheshimu na kutunza. Narudia, kuheshimu na kutunza kazi yake. Unaheshimu baba wa kiroho na unatunza hiyo heshima ya baba yako wa kiroho. Praise the Lord. Kuheshimu na kutunza kazi yake. Mheshimu hadharani na kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Kuja hapa jana ni Mr. Isaac Kam. Yesu. Njoo nani Alex kuja. Nimesema namba 3, kuheshimu na kufanyaje? Kuheshimu na kutunza. Ninasema kazi yake, mheshimu hadharani na kwa siri. Bwana asifiwe. Hebu enda ukae pale uongee na Samuel, mwambie pastor ni kitu kingine mbaya. Enda tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Enda pale uambie ule mama ule, mwambie pastor ni mtu mzuri, amebarikiwa. Tuombee pastor. Hizo ni vitu vingapi? Viwili. Huyu ameenda kwa siri. Wote wameniheshimu hadharani hapa, si ndio? Wamenisalimia vizuri na wanaheshimu hadharani. Lakini walipotoka wote, huyu ameenda kule na huyu ameenda kule. Huyu ameenda kumwambia mama pale, jamani tusimame na mchungaji, tumuombee mchungaji katika siri. Lakini yule katika siri ameenda kumwambia, hivi pasa ile nguo alikuwa amevaa ni gani? Pasa na siku hizi anakembianga watu, pasa siku hizi hata ameharibika. Kuna heshima hapo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa keni chini. Kuna mambo ambayo tunaharibikiwa kwa sababu ya vitu kama hivi. Tukiwa mbele ya mchungaji tunamsalimia mkono nusu, lakini tukiwa kando na mchungaji tunavaa nguo nyingine iliyo kinyume na mchungaji. Na wakati amesimama madhabahuni anasema pokeeni baraka, unasema nimepokea, umeinuliwa, amina, unashangilia. Lakini ukitoka mbele yake ni mangapi unaoyaongea ya kupiga mchungaji? Chochote alichoachilia kwako kina expire saa hiyo hiyo. Halo, nifungie mkono kama jamani unaelewa. Hata kama kidogo kuna kitu unapata kidogo. Praise the Lord. Mheshimu mchungaji, baba wa kiroho, hadharani na sirini. Hebu uliza jirani yako, unaongeangaje juu ya mchungaji ukiwa nyumbani kwako? Muulize tu. Sikiliza. Wakati siko na wewe kwa wazi hivi kama vile tuko na wewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuko na wewe mara 3. Tuko na wewe kimwili, tuko na wewe kiroho, tuko na wewe kinafsi. Sawa sawa. Lakini wakati tutakapoachana bado nitakuwa na wewe. Haleluya. Nitatoka katika mwili, nitatembea nawe katika anga, ulimwengu wa roho. Sasa hata wakati uko huko kwenye siri unasema hivi, pasta na yeye mbona siku hizi yako hivi, ujue kwamba huwa nasikianga niko hapo, nasikianga kile unasema. Haleluya. Mbona hujaniambia pasta? Huwa nasikianga kile. Wakati umeniongelesha hapa na ukiwa kule pia unaweza ukaniongelesha. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo unaweza kuwa unayapitia, na kwa sababu unatembeanga na mimi hadharani na sirini, yale mambo yakatatulika hata kama siko karibu na wewe. Halo.
Kuna watu wengi nimeombea na simu. Mwingine nimeombea juzi, ratiba alinipia namba. Alimpia namba akanipigia. Akaniambia pastor, niko complicated, nina mimba, sijui iko 1 2 3. Nikachukua simu tu, nikamwambia, "Nani amekupa namba?" "Nimepewa na rafiki yangu kutoka kwa kanisa yako. Anaitwa Ratiba." Nikamwambia, "Mama, una shida gani?" "Nataka kujifungua lakini kuna siku zimepita maneno mingi." Nikamwambia hivi, "I give you 72 hours ya kujifungua." Nikasema kwa jina la Yesu ninafungua nyonga, napokea mtoto wa shukurani, na nikamaliza. Alipomaliza muda niliompa, ikapita siku moja akanipigia, nikamwambia umepewa over. Umepewa, relax. Alijifungua tenda vizuri, na baadaye akanipigia simu akaniambia, "Mchungaji, nimejifungua." Nikamwambia tuma sadaka ya kusema asante mbele za Bwana. Akatuma 500. Praise the Lord. Sijaenda Nairobi mahali yako, lakini kwa sababu ya connection ya Ratiba na yeye, my spirit imeenda mpaka hapo hospitalini. Simujui sura, sijui amezaliwa wapi, sijui kabila gani, lakini wakati aliconnect spirit na spirit zikapelekana kule. Praise the Lord. Sasa mheshimu baba yako wa kiroho hadharani na sirini. Hapa ndipo tunavyoharibikia mambo. Wakati nakuja nakaa na Nyambo, nimwambie Nyambo, najua Apostle Ng'ang'a ni mtu mbaya, anaongeanga vibaya. Tayari hii neema yote ni kwa kwangu, ya kwake huwa ina step down, inaenda kando kwanza, maana haiwezi kubali kusikiliza kile tunaongea naye huyu. Sasa inapoondoka, anayekuja kati yetu ni adui ambaye atatuunganisha kupiga hayo mafuta. Bwana asifiwe. Sasa wakati ile roho inaondoka, tukibaki na Nyambo, anything kinaweza kutokea. Akitokea shetani, hata kama ni shetani wa miaka 2, atatuadhiri. Maana hatuna kinga, hatuna neema, hatuna utukufu uliotufunika. Tulipoanza kuongea tu mabaya ya baba yetu, tayari ule utukufu tuliokuwa kingwa nao umeondoka. Tumebaki uchi, hatuna mavazi imetukava. Praise the Lord. Kwa hiyo ujue hivyo ndivyo ilivyo kwako. Wakati unakuwa kando ya baba yako na unaongea against him, unabakianga uchi katika ulimwengu wa roho. Pigia Yesu makofi kama unapenda. Na it's not me, sio mimi peke yangu, hata yule mchungaji unamjua ni mchungaji. Usiongea against mchungaji. Hata kama ulikuta anakula kenge, sio kazi yako kuongea, ni kazi yako kupiga magoti na kuomba kwa ajili ya mchungaji. Pigia Yesu makofi mazuri kama unapenda. Ndio maana nikasema hiyo, mheshimu hadharani na kwa siri, msaidie wakati wa uhitaji. Msaidie wakati wa uhitaji. Timotheo wa kwanza 5:1. Timotheo wa kwanza 5:1. Timotheo wa kwanza 5:1. Timotheo wa kwanza 5:12. Timotheo wa kwanza 5:12. Inasemaje? Timotheo wa kwanza 5:12 mpaka 13. Nao wanahukumu kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza. Tena pamoja na hayo hujifunza kwa kuwa wavivu, wakizunguka nyumba kwa nyumba, wala si wavivu tu, lakini ni wachongezi na wadadisi, wakinena maneno yasiyowapasa. Haleluya. Nasikia Timotheo anaambiwa wachana wanazunguka wakinadisi vitu ambavyo vistahili kwao. Unatoka hapo unatembelea Joyce, unatoka kwa Joyce unaenda kwa Rema, unatoka kwa Rema unaenda kwa Bahati. We kazi yako ni kuzunguka tu, ukindajisi vitu ambavyo vifai. Umeona waimbaji, sijui wameimba, sijui walifanya nini, ulimuona ule aliruka, unatoka hapo ulimuona, ulisikia nani vile Justus aliongoza ibada, sijui alikuwa analilia nini, anaoshinda ule, kazi yako hiyo. Unajiroga mwenyewe. Mwambie mwenzako unajiroga. Mwambie mwenzio unajiroga. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wangapi wanataka kupona? Nani anataka kupona kama mimi? Wangapi wanataka kupona? Funga mkono wako, mwambie Bwana Yesu nisaidie. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Number 4.
4. Namba 4 inasemaje? Kubebana mzigo wa huduma. Kale mzigo ya huduma, kubeba mzigo wa hapa ndipo tumeanguka. Hapa my friend, hapa ndipo kazi ipo. Kumbe kutofanikiwa kwangu ni kutokuamua kuibeba mzigo wa huduma. Unapokaa nyumbani unafikiriaje hii huduma? Mawazo yako inakupelekana mpaka wapi wakati unakaa nyumbani, wakati unafanya kazi, wakati unafikiriaje juu ya huduma? Maana kazi ya mwana wa kiroho ni kubeba huduma, ni kubebana hiyo huduma. Hata kama ni ngumu, anamwambia mtumishi wa Bwana, tutakwenda, tutabebana nayo tu ilivyo. Tutajenga, tutaleta mabati tu, tutaleta mawe. Alao, ni kazi ya mwana wa kiroho kubebana na huduma. Ndio waimbaji wameimba. Ni kweli microphone yasifanyi, unaamua tu ya kwamba microphone moja kwani ni pesa ngapi, naenda dukani nilete angaa moja. Unabebana na hiyo mzigo. Haleluya, halo. Unakuja kanisani kama sasa hivi, unaangalia watoto vile wanasumuka, unasema nitafanyaje watoto hao wasisumuke? Unakuja unaambia mchungaji, from Sunday nitakuwa naleta unga na sukari, watoto wapikiwe uji, baada ya malaka fulani wapewe uji wakunywe. Unabebana na huduma. Praise the Lord. Unakuja ibada, unaangalia vitambaa vya kanisa vimeharibika, unasema jamani, hivi vitambaa mbona vinakaa aibu? Unakuja unatoa vitambaa hivyo unaleta. Kubeba huduma ni kazi ya mwana wa kiroho. Unakuja hapa na viti hivi vya kondoro, unasema pasta, nimeleta viti. Unabeba huduma ya baba. Huduma ya baba wa kiroho haibebwi na baba, inabebwa na wana. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri jamani. Najua leo utashangilia maana sichemuki, lakini nakusaidia kitu fulani. Kubebana, kubeba mzigo wa huduma, kazi yake. Usiwe mzigo. Ukilisha baba, nisaidie nje. Ukiuliza baba, nisaidiaje? Usiwe mzigo kwangu. We kila wakati we ni mzigo. Tukiamua kwenda unakuwa mzigo. Usiwe mzigo kwa baba wa kiroho. Haleluya. Sasa ukiona mtu analala hapo hapo, usimwambie we ni mzigo tu. Kama kuna mtu analala hapo karibu na mwambie we ni mzigo tu. Kama tunafundisha sasa unalala, si we ni mzigo. Lakini nimesema hapa usiwe mzigo. Simaanishi kwamba usije kwangu kutaka kitu fulani ama kama msaada. No, hiyo ni sawa. Lakini kuna mzigo, kuna mtu kama mzigo tu, kazi yake tu ni kubebwa tu na mchungaji. Usiwe mzigo. Praise the Lord. Hello, kazi yako ni kubeba huduma. Kali, unabeba huduma. Kila unaweza na kila uwezo unapiga magoti, unamwambia baba, oh my God, namwombea mchungaji fedha, apate fedha. Kazi Bwana isikwame. Baba anafungua, oh my God. Unakuwa unaomba kwa sababu ya hiyo huduma. Unabeba huo mzigo. Praise the Lord. Hapa nasema namba, kitabu cha Kutoka 24:12 na 13. Hebu fungua tusikie tunasemaje. Nisaidiaje? Wewe unakuwa kama mzigo. Hapana, hebu fungua hiyo kitabu cha Kutoka 24:13 na 15. Kutoka inasemaje? Kutoka 24 mstari wa 13. Nasema, Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Hebu rudia. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Na tazameni, Haruni na Yuri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukajaa juu ya mlima wa Sinai.
lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwambia Musa, toka kati ya lile wingu. 17. Wewe umeenda sana. Nilitaka tu 12. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa mbao za mawe. Umesoma 12? No, 13. No, nimekwambia anzia 12 na 13. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoandika, ili uwafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlima kwa Mungu. Sema amen. Akaondoka na Yoshua mwana. Mungu amemuita, lakini Musa akamuita mtumishi wake, akaondoka naye. Mungu anamwambia Joshua, endeni na Musa, lakini Musa anajua mwanaye, anamuelewa mwanaye, akaondoka naye, akampeleka. Praise the Lord. Akaondoka akaenda naye mlimani, lakini hakuna mahali maandiko inasema Mungu akamwambia Yoshua panda. No, maandiko inasema Mungu akamwambia Musa panda mlimani, lakini kwa sababu ana mwana akapanda naye. Usiwe mzigo. Narudia, usiwe nini? Tamani vitu vya kufanya. Mbona kumekaa namna hii? Praise the Lord. Mbona leo kanisa limeboeka hivi? Unakuwa na siku 2 ya kuomba. Jumapili usiwe hivyo baba. Watu wafunguliwa kanisani, nafungua wamama waje. Oh my God, usiwe mzigo. Kazi yako tu ni kuja kusema, kwani siku hizi kanisa ina shida gani? Watu hawakuji. No, wewe ndiye shida. Wewe ndiye shida. Siku hizi pasta haubiri vile alikuwa anahubiri, hata akihubiri mapepo itoki. No, sio pasta na shida, mwana na shida. Maana kazi yake ni kumwombea baba, hajaomba. Usiwe mzigo. Tunafika hapo mwisho, tajua kile naongea. Haleluya. Mwana ni kupunguza mzigo wa baba, sio kuongeza. Mwana anapunguzia baba nini na si kufanya nini? Jamani, unaandika hizi vitu vinakusaidia baadaye. Kazi yako ni ukute nimebeba matofali 3, uchukue matofali 2, nibebe kimoja. Kazi yako ni kupunguza mzigo, si kuongeza mzigo hapa. Nibebe huduma na nikubebe na nibebe familia yako. No, kazi yako ni kunipunguzia mzigo. Na ndio maana naitwa mwana. Praise the Lord. Kuna vitu babangu leo hawezi akavifanya, maana nipo. Kama kuna jambo, kama sasa anapenda nyama ya kichwa, kila Alhamisi na Jumapili namnunulianga kichwa. Kuna mahali namwambia ndio uchukue. Jana nimelipa ya Alhamisi, leo atachukua, kesho nitalipa ya leo. Kwa nini ang'ang'ane kutafuta pesa hiyo nyama anataka, na mimi nipo namfungusa mizigo fulani kwake? Praise the Lord. Hivi imagine, angalia mchungaji wako ameenda kwa kisiagi kusaga unga na wewe uko. Funga mkono wako. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Usiwe mzigo. Wewe kazi yako ni kupunguzia. Punguza mzigo wa baba, sio kuongeza. Number 5. Kulinda jina na heshima ya baba. Number 5 ni kulinda heshima ya nani? Hapa ndio kwenye mambo hapa. Number 5 ni kulinda jina na heshima ya baba. Unalinda jina lake. Unalindaje? Muulize mwenzio, unalindaje hiyo jina? Utalindaje jina la pasta sasa? Na huko haujaliweka mfukoni. Lakini kazi ya mwana ni kulinda jina na heshima ya baba, kazi yake. Usimlaumu. Usilaumu babako wa kiroho. Sikiliza.
mimi nakusaidia hata kama utatoka hapa uende kanisa ingine ujifundishe hivi na kufundisha leo. Sikufundishi ya kwangu, na kufundisha utakavyokaa na baba wa kiroho popote duniani. Mahali popote duniani utakapokwenda, wengine uko hapo utapigwa transfer uende Nairobi, uende Mombasa. Ukikuta mchungaji, muheshimu na ulinde jina lake. Linda heshima yake, linda jina lake. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo namba 5 ni kazi yake. Usimlaumu, usimsengenye, mfunike. Sina haja. Usifanyaje? Tuanze namba 1. Usifanyaje? Usimlaumu, namba 1. Namba 2, namba 3, mfunike. Wacha kuchengenya baba yako ya kiroho. Unanisumu. Hiyo ni sumu mbaya sana. Tena ili ya kupiga mdudu wa nyanya. Ili ya kupiga mdudu wa nyanya watu wanaijua ikoje. Tomato ukipiga mdudu hiyo dawa ndio hiyo sumu hiyo. Usichengenye babako wa kiroho. Sengine mnalaumu sana. Usilaumu babako wa kiroho. Hivi pasta na wewe sijui. No. Unatafuta sumu. Haleluya. Funga mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na nafasi ya kusengenya babako wa kiroho. Umekuta baba pengine amevaa nguo imeraruka. Leo pastor alivaa nguo imeraruka hivi. Sijui ilikuwa inakaa hivi. Sijui. No. Usichengenye baba yako. Ni sumu. Mwambie mwenzio ni sumu. Tuko namba 5. Ama namba ngapi? Si ndio namba 5? Usimchengenye babako kiroho wala usimfunike. Mwanzo 9:21 na 20 mpaka 23. Hebu soma usikie. Kwa nini naongea mambo hayo? Mwanzo, kitabu cha Mwanzo ni Genesis 9:21 to 23. Mwanzo 9:21. Inasemaje? Akanywa divai akalewa, akawa uchi katika hema yake. Nani? Hamu baba wa Kanaani. Akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shemu na Yafethi. Wakatwaa vazi wakalitanda mabegani mwao, wote wawili wakaenda kinyume wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zikielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Praise the Lord. Praise the Lord. Hapa tunaongea habari ya watu wangapi? No, wangapi? Aliyeona akaenda kusengenya uchi wa baba yake. Baba yuko na wawili waliopata zile taarifa hawakutaka kusikiliza wala kuona. Maandiko inasema wakachukua wakaenda kinyume, macho yao ikiwa mbali, wakafunika baba yao uchi. Wangapi wako hapa leo wameokaa chini mahali sokoni, kwenye gari, kazini, barabarani, mkaongea kinyume ya mchungaji, mkamchengenya? Pastor ni kama vile jana niliona pastor pale kwa Breda kwa M-Pesa, tena namsalimia hivi akafanya sijui alifanya nini. Hebu chunguzeni mambo ya pastor na Breda. Pumbavu, sio kazi yako hiyo. Si kazi yako hiyo. Unajiroga. Siku hizi pastor anapigianga Elisa simu sana. Shame on you. Kwani kuna shida gani? Kazi yako ni gani? Na ndio imetuharibu hapa Taveta. Tuna midomo isiyofaa. Tuacheni midomo. Tunapataje wepesi wa kuchengenya? Sikiliza, hawa watu watatu walio hai leo ni wangapi? Waliobarikiwa ni wangapi? Mmoja akafanyaje? Kwa nini amelaaniwa? Kwa sababu ya masengenyo na kuona uchi wa babake. Ndio maana nikasema namba 3, kulinda jina na heshima ya baba, kazi yake. Usimlaumu, usimshengenye, mfunike.
Funika baba yako wa kiroho. Nasema hivi, funika baba yako wa kiroho. Ni sawa babako ana udhaifu, lakini usitake watu waone udhaifu huo. Funika. Na usikubali kushirikiana na watu udhaifu wa baba yako wa kiroho. Please, from today, funika udhaifu wa baba yako. Mupe heshima. Ni kweli ana mguu mmoja, lakini usiende kuambia watu kwamba babangu wa kiroho ana vidole. No, funika hiyo. Wewe ni wa kufunga siri za baba yako. Usione, usipende wakati watu wanaongea against your father. Hata unafurahia, na kweli nilikuwa hata nimemwambia pasta, lakini naye pasta asikiangi. No, wewe unachiroga. Funika, achana na hiyo, toka nenda. Wakikulemea watoroke, nenda, achana nao, wanakuroga. Hebu rudia hiyo mstari hapo. Mwanzo 9:21. Ninasemaje? Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake. Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake. Sikiliza, haustahili kuona uchi wa baba yako. Na kwa nini uone uchi wa baba yako? Kwa sababu kitakaosababisha uone uchi wa baba yako, hauna time ya kumuombea. Maana kama una muda wa kumwombea baba yako, Mungu atafunika nafasi zote za uchi wake, hautauona. Narudia, hujanielewa. Ndio uone uchi wa baba yako, kuna mahali umekwama na ama kuna mahali umeacha. Wapi? Maombi. Hauombei baba yako, ndio maana macho yako yameona uchi. Lakini kama unamuombea baba yako wa kiroho, hakuna siku wala sekunde utaona uchi wa baba yako. Alipoona akasemaje? Akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Alipoona uchi wa baba yake, hakumalizia hapo. Alienda kuambia ndugu zake, baba ana kitununo, baba ako hivi, baba amelewa, ako uchi, panja lake leuzi, sijui nini. Jo muone, hebu enda, ako hapo nje, amelala hivi, ameanguka hivi. Waya niulize swali. Kati ya Nuhu na mwana, nani alikuwa kwenye makosa? Nani alikuwa kwenye makosa? Na kwa nini mwana laaniwe? Astahili aone uchi wa baba. Hata kama ana nguo, funga macho, enda tu, usitaki kuona hiyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine unakuta mchungaji ameenda pale Green Park, pengine ameingia hapo anataka kula ka chips. Siku hizi pasta, nimemuona Green Park. Na pale nimemuona, sina uhakika kabisa. Tena unaenda unachungulia kwa dirisha, anafanya nini kweli? Ni kitu gani kile anafanya? Unajiroga. Unajiroga. Hiyo sio kazi yako. Tumekuwa waombeaji sana, maneno mengi haina maana. Praise the Lord. Nataka tujue ni wapi tulikokosea. Maandiko inasema Yeremia, turudi kwenye makutanio, mahali tulikokosea. Kwa nini tusiwe na magari? Kwa nini tusiwe na mashamba yetu? Kwa nini tusiwe na manyumba yetu? Kwa nini watu wana pesa na sisi hatuna pesa? Jamani, sikiliza. Sikiliza wana wa Mungu. Ni wangapi wako hapo walienda kwa mganga? Walipotoka kwa mganga wakaanza kuambia watu kwamba nimetoka kwa mganga, na ule mganga nimetoka naye hata alikuwa hajavaa mavazi mazuri. Kuna mtu mewezi sikia akisema hiyo? Kuna mtu mewezi sikia akisema hiyo? Ate leo nimeenda kwa mganga, nimekuta ule mganga hana nguo nzuri, hata amevaa vitambara. Nani alisikia mtu akiongea hiyo? Lakini ni wangapi wamesikia? Wangapi umesikia wakisema huyu mchungaji naye siku hizi bwana, huyu mchungaji siku hizi naye ni sijui ana shida gani mchungaji. Wengi umesikia hata kwa mitandao. Umesikia hata kwa mitandao, hata jana ulisikia mtu akisema siku hizi wachungaji nao sijui wachungaji. Lakini hakuna wale walioenda kwa mganga wanasemanga ya kwamba njana nimetoka kwa mganga Sumbawanga, akanifanyia hivi akanifanyia vile, na alikuwa na mavazi. Hakuna anayesema hiyo. Lakini kwa wachungaji wamejaa. Hapo ndipo mwana wa kiroho tuliharibikia. Hapa ndipo uchawi ulitukomatia. Hapa ndipo maendeleo yetu kama maisha yetu ililaaniwa.
Sema amen. Inua mkono wako juu mbele za Bwana. Rikaboshada. Sema Bwana Yesu, nasonga mbele zako mchana wa leo. Nimeona uchi, nikasikia, nikaongea wa kinywa changu Bwana. Mchana wa leo nasongea kwako, unisamehe dhambi na makosa, nisilaaniwe Bwana. Bwana nibarikiwe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Sema amen. Piga makofi yako mazuri kwa Bwana. Kazi ya mwana wa kiroho ni kuficha usi. Namba hiyo nimesoma Mwanzo 9:21, umesikia vile nimesema. Namba 6 inasema kupokea na kutumia urithi. Unapokea na unatumia urithi ulioachiwa na babako wa kiroho. Inasema kazi yake, chukua mafuta na hekima na wito aliyokupa na ukimbie naye. Chukua mafuta na nini? Praise the Lord. Chukua nini? Mafuta na haleluya. Nasema hivi, namba 6, kupokea na kutumia urithi. Ndio maana nasema kazi yake, chukua mafuta na hekima na wito aliyokupa na ukimbie nayo. Kitabu cha Wafalme wa Pili 2:13. Wafalme wa Pili 2:13 inasemaje? Wafalme wa Pili 2:13 tusome. Wafalme wa Pili 2:13. Hivi. Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Eliya. Microphone imeenda off. Sawa, tuendelee tu. Kisha Amen. Hallelujah. Akalichukua lile vazi akakimbia nalo. Ndio maana nimesema namba 6, kupokea na kutumia urithi. Alipokea nini na alitumia urithi wake aliyopokea kwa baba wa kiroho. Alipokea vazi na akaridhishwa mafuta. Na ndio maana alipochukua lile vazi akachukua akachukua mafuta na hekima na wito aliyokupa na ukimbie nayo. Kitabu cha Wafalme wa Pili 2:13. Eliya akaachilia vazi, Elisha akalichukua akakimbia nalo na mafuta yale na hekima ya Eliya. Alipofika pale mbele, maana amechukua, hakwenda empty. Wae leo tunakwama, hatuchukui yale mafuta yaliyo na baba wa kiroho. Maana baada ya kuachana, sikiliza hili jambo sana. Baada ya kuachana na baba yako wa kiroho, mali muko na yeye, iwe ni sokoni, iwe ni kanisani, iwe ni kwa mkutano. Baada ya kuachana na yeye, hapo mbele lazima utajaribiwa. Au nielewi? Wakati Eliya ameachilia vazi kwa Elisha, hapo ndipo majaribu ya Elisha yalianzia. Kwa nini? Walipokuwa na yeye, vitu vyote ambavyo vilionekana kama majaribu, aliyopigana ni Eliya, sio Elisha. Mnanipata? Alikuta Yordani, aliyefungua Yordani ni Eliya, sio Elisha. Alikutana watu wa jambo lolote liliokuwa linafanyika la kupigana kwa vita lilikuwa linapiganwa na Eliya. Lakini baada ya Eliya kukabidhi Elisha vazi na mafuta na urithi, akaanza sasa kukutana na majaribu aliyokuwa anakutana nayo baba yake. Lakini kwa sababu ana tiba, sema amen, kwa sababu ako na tiba ama ana dawa, hakushindwa jaribu, kwa maana ana urithi, hako na mafuta aliyopata kwa baba. Oh my God, haleluya!
Kwa nini tunakwama leo? Kwa nini tunakwama leo? Kwa nini hatujachukua vazi? Hatujakuwa connected. Tumebebwa, tuna baba, tumesonga na yeye, lakini baada ya kuachana naye, lile jaribu la kwanza tumelipata, limetumaliza, maana hatuna vazi tulioitoa kwa baba. Nimeenda kwa babangu. Wewe ukiambiwa utoe shilingi 1,000 ununue kitambaa kama hiki, uchukue tu hii tu, si niko nayo, ndio hii hapa yangu, sinajipangusa nao jasho. Nimwambie mtu lete 500, hii lete hapa, nani atakimbia kuchukua? Mimi sikuambiwa, mimi niliona tu ameweka hapo kwa meza, amejipangusa nayo jasho, ametoka nayo kwa ibada usiku wote huo, ameliweka hapo. Nikaangalia nikasema, sitabeba mwili huu, lakini naweza nikabeba roho iliyo ndani ya mwili huu. Sitabeba nini? Mwili, lakini roho iliyo ndani ya baba huyu naweza nikaibeba. Na nikakumbushwa Paulo ilitolewa mavazi na vitambaa vikaenda kuponya watu. Nikamwambia baba, nipe hiyo kitambaa. Nikawa sikumuitisha kafu, nilitoa nikiwa nimepeleka 1000. Nikimpa hivi, nikamwambia nataka hiyo kitambaa iko hapo, maana nataka roho. Mwili achana nao, niko mweusi, niko mweupe, niko vile niko, achana hiyo mwili, carry my spirit. Maana mwili wangu kuna mahali utaachana. Leo niko na nyambo wa keyboard, shikilia pande hiyo, tumeshika keyboard wote, ndio, but kuna masaa mimi kama baba yake nitaondoka, bado kuna kivuli cha baba kitabaki hapa. Akipiga keyboard, this grace itakuwa inafanya kazi kama hajaichokoza. Lakini akichokoza, atapiga hii keyboard kama mtu wa kitaifa, maana amechokoza hiyo grace, hakaiondoa kupitia maneno yake. Lakini akiendelea kuipenda, itaendelea kumuongezea katika kipindi cha kucheza hiyo keyboard. Atacheza, watu watambariki. Praise the Lord. Maana roho inabebwa, mwili ndio uwezi ukaubeba, lakini spirit inaenda na mtu. Umewahi kuzaa mtoto ukasikia mtu ikwambia aka katoto kanafanana na mtu fulani, si ndio? Tabia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Elia akaachilia vazi, Elisha akalichukua na akabeba akaenda. Na baada ya kuachana naye, majaribu ikaonekana, lakini kwa sababu ana suluhisho ya majaribu, hakayashinda majaribu. Kwa nini tunakwama kwa majaribu? Hatujabeba mafuta yaliyo ndani ya Elia. Usiseme amen, malaika atasema amen mbinguni. Halo. Kwa nini tunapitia mambo fulani? Hakuna. Kwa hiyo kuna swali baba alituuliza na mama alituletea kahawa hapo. Akaleta na majani. Akaniuliza unakunywa nini? Mimi nikamwambia nakunywa kahawa, lakini mama akunywe hiyo majani. Tumeletewa maziwa haina kitu na sukari. Sasa mimi nikamwambia wewe weka majani, mimi naweka kahawa, ili tupate vyote. Tubebe vyote tu, tusiache hata moja. Wewe kula hii na mimi nikule vyote, tutoke navyo. Tulipomaliza kunywa, aliuliza mama kitu simbo sana. Kamuuliza, hiyo maziwa umekunywa, kama ingekuwa ni mafuta ya taa, hiyo kikombe ingenuka mafuta ya taa? Akamwambia ndio. Basi mkitoka hapa lazima mnuke mafuta ndio nayo, na mlisiponuka ijue kwamba mjapata kitu, hamjakuwa connected. Sasa tuna kazi, lazima tunuke, lazima tunuke. Halo, mwambie mwenzako lazima unuke. Unukie, sio kunuka, unukie. Kiswahili ndio ngumu sana. Unukie, lazima unukie. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza tu lazima harufu itakuwa, maana na nini tathibitisha ni kwamba hiki kikombe kiliwekwa mafuta ya taa. Akasema kitu kingine pale kwamba hauwezi watumikia Yesu na uwakosa kuonesha vitu vya Yesu ndani yako. Ina maana hauna Yesu. Lakini kama unatumikia waimbaji, muwezi kumwimbia Mungu hapa na kesho uumwe na meno, haiwezekani.
Haiwezekani. There is something wrong. Na iwe shangwe, na iwe. Watu wanacheza mpaka wanalia. Alafu natoka hapo nasema, "Pastor, naumwa na meno." Inauma. No. Meno ishia hapa. Nikimwimbia Bwana meno haitauma. Nikimchezea Bwana sitaumwa. Maana namwimbia Bwana anayeponya. Kwa nini musifu Bwana watu wapone na mimi nisipone? Hapana. Hata na mimi ni wa kwanza kupona. Hallelujah. Hello. Elia akawa na harufu ya Elisha. Na ndio maana Yordani haikufunguka kwa sababu ya Elisha. Ilifunguka kwa sababu ya mafuta ya Elia iliyo juu ya Elisha. Haleluya. Mapepo haitakukimbia kwa sababu yako, itakukimbia kwa sababu ya mafuta yaliyo ndani yako ya baba yako wa kiroho. Sema amen kama utaki, sema amen. Hello. Ndiyo mambo mengine wachawi na waganga wakuogope. Watakuogopa kwa sababu you are connected na your father. Maana si sura yako inaogopwa. Wako warembo sana kuliko wewe lakini wamefungwa. Amen. Kinaogopwa ndani yako ni kile iko ndani yako. Geukia mwenzako muulize ni nini iko ndani yako leo. Muulize mwenzio ni nini iko ndani yako leo. Maana kile kinaogopwa sio sura. Sura zinanunuliwa mpaka dukani. Wananunua mavitu mpaka dukani, lakini kuna vile haviwezi kununuliwa ambavyo ndio shetani anaogopa. Haleluya. Kwa hiyo kilicho ndani yako ndicho ambacho shetani ataogopa. Ni nini iko ndani yako leo ambao adui akiona atakimbia? Haleluya. Halo. Imagine tulipotoka pale kwa ofisi, akaingia ana njia yake, anaingia hivi na tukaingilia huku. Ule mzee alipoingia kwa ibada amebadilika. Urafiki tulikuwa tunacheka pale ndani uko geuka. Hata anakuja na kuangalia hivi hapa nini mbaya hapa. Kwani nimekosea wapi sasa? Tulikuwa tunacheka ni wapi tena nimekosea? Alikuja akaniambia, "Wewe simama hapa." Nikasema kuisha hapa nguvu Mungu wangu. Kumeharibika tena. Tulikuwa marafiki. Lakini sasa hiyo amevaa simba. Lazima akae kama simba ili tumboya na tunguguni na nini tuondoke. Praise the Lord. Kuna masaa hautavaa wewe, utavaa simba. Halo, kuna masaa watasema nimeona vitu ndani yako si vya kwako, hivyo kuna mahali umetoa. Sema amen. Ukitoka hapa leo mwambie Bwana, nataka roho iliyo ndani ya nyumba hii. Nataka roho iliyo ndani ya kuhani. Nataka roho iliyo ndani ya baba yangu. Nataka roho hii nikaitumie. Na kila mahali utakapokwenda, can you speak? Ongea mahali unaenda useme, kuanzia leo sitazuilika kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nitaenda mbali. Haya. Ala! Wajua mimi nangojea ndege. Niwe nimesoma sijasoma, baba amesema naenda mataifa. Amenipa ndora na akasaini akasema kuanzia tarehe 6 mwezi wa 8 2026 ni wakati wako wa kupaa mataifa. Na ngoja kwenda mataifa, nitaenda kwao waseme watakachosema, lakini kinaonileta kule ni mafuta sio wao. Kitakao nipeleka kwao ni anointing sio sura yangu wala masomo. Kinaonivukisha ng'ambo ni mafuta yaliyo ndani yangu. Sikiliza, kinaye kufanikisha ni mafuta ambayo yako ndani yako. Sema amen. Unachokipokea kwa baba yako wa kiroho ndicho kitakacholeta baraka, kitaleta kufanikiwa, kitaleta kuinuliwa, kitaleta kuendelea, kitaleta kushinda. Wachawi na waganga watatetemeka wakikuona kwa sababu kuna kitu kiko ndani yako. Sema fire. Haleluya. Elisa, umesikia? Kuanzia kesho enda utishe ile mzee. Hata ukiingia hapo mwambie, "My boss, karu." Ukiona kitambi kinatetemeka hivi mwambie, "Fire on you." Inua miguu, angusha hapo. Akiwa hapo chini mwambie, "Mshahara utaongeza?" Utaongeza mshahara ama uongezi? Kama uongezi utaamuka hapo. Hello! Maana tumepewa mafuta ya kuchukua. Sikiliza, wana wa Israeli hawakuwa na mboma, hawakuwa na ng'ombe, hawakuwa na mizinga ya asali, lakini Mungu akawaambia, enende nchi ya Kanani, kuna mboma zimejengwa, kuna maziwa na asali. Mungu akawapa POWE,
hali ya kuvunja miamba, wakaingia Kanani kwenye mboma ambazo hawakujenga. In the name of Lord Jesus, ile roho nimeachiliwa juu yangu na Apostle James Maina Ng'ang'a, na iachilia kwako leo. Ile mipaka umefungiwa, mahali ambako umezuiliwa, mahali ambako umekamatwa, kuanzia mchana wa leo ukaachiliwa kwa jina la Yesu, ukaachiliwa kwa jina la Yesu. Vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka kwa jina la Yesu. Sema amen. Vuka, toka hapa leo kifua mbele. Sio sura inapenya, ni spirit inapenya. Sio figa ya mwili inapenya, ni roho hiyo ndani yangu inanipenyesha. Makatorobo shaka. Sio kwa sababu najua kuandika vizuri, hapana. Ni POWER, power inayefungua milango. Sema amen. Pokea kibali cha Bwana, milango yako ikafunguliwa na Baba. Pokeeni kibali cha Jehova kwa jina la Yesu. Ukitoka mahali hapa, kibali cha Bwana kiwe juu yako. Riba shekitaya. Pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana. Sema amen. Aliponiita pale kwa ibada, akaniambia simama hapa, nikasimama. Kofi ya kwanza nikajikuta chini. Nilipoanguka chini, akakuja akawekelea koti lake kwa kifua, akasema toka pepo, toka ndani ya hii mwanangu, achilia hii mtu aende. Ninasikia kila anasema, sina pepo hilo, lakini nina pepo la kutoenda mataifa. Haleluya. Akasema toka pepo wewe. Aliposema hivyo, ni alichukua hii maji akanipaka uzoni, akanipaka mikononi, akatamka kwa kinywa chake, akasema kuanzia leo nimekufungulia kibali, kuanzia leo utabarikiwa, na bariki mikono yako. Akaongea maneno na yasikiliza, niko chini, lakini na yasikiliza naonena, nami nikasema nayapokea, nimeyapokea. Makabasha, nimeyapokea kwa nimeyapokea. Hakuna mashada, hakuna kunistopu tena, hautanikamata tena. Mapepo yataveta, hautanizuia tena. Mashetani yataveta, hautazuia kerugi tena. Nimebarikiwa na Baba, nimefunguliwa na Baba, nimetumwa na Baba, nimeambiwa niende, hakuna atakayenizuia. Ayayayaya, nimeambiwa niende, hawatanizuia tena. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Hello. Na kesho naenda kwa anointing. Natamani kesho nipige makofi 7. Juzi alinipiga 6. Hapa 2 na 1 na 2, akarudia tena hapa 2, 6. Nikihesabu, naomba kesho afike 7. Na mimi nikiukalia kifuani na kupiga 14, naribisha dabu 14, dabu 14. Makofi juu yako. Na wewe ulitoka hapa mbele yangu, kule unaenda utasema Bwana amenibariki. Kule unaenda utasema nimeinuliwa na Bwana. Kule unaenda utasema nimemuona Bwana. Wapende wasipende Taveta, tumebarikiwa. Wapende wasipende Taveta, tumebarikiwa. Wapende wasipende Taveta, tumebarikiwa. Sema fire. Kaa chini kidogo, barikiwe na Yesu. Nilisikiliza hapo, nikasikia toka, 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 toka. Nikaamka hapo. Nilipoamka nikakimbia madhabahuni, nikatoa sadaka, nikageukia yule reverend alikuwa pale ameshikilia hiyo anointing water, nikamwambia hii ni yangu, lete niende nayo. Nikatoka nikaenda nayo, nikakuja nayo, nimekuja nayo hapa Taveta, ndio hii. Na kama haya aliposema ndivyo itakavyofanyika hapa, aliyosema ndivyo kitakavyofanyika hapa. Haya, lazima hapa kunuke pesa, lazima hapa kunuke magari, lazima hapa kunuke mashamba, lazima hapa kunuke mashamba, lazima kunuke pesa hapa. Lazima watu wawe na pesa, wawe na mashamba na magari na manyumba zao watajenga, maana imeachiliwa. Baba ameachilia, na kama ameachilia, nobody can stop this. Maana Baba ameachilia, hakuna wezae hakazuia tena.
Mimi sitaki nabii tena kuniambia baba shasema kwa anga yangu. Mimi sitaki kuambiwa na mtu mwingine. Mimi mwenyewe nimejidhibitishia kwamba tayari imeachiliwa. Na kama waamini, wacha nikuonyeshe. Kama waamini, wacha nikuonyeshe. Ndio hii hapa. Hii hapa ndora hii hapa. Hii hapa ndora iliyosainiwa tarehe 6 mwezi wa 8 2026. Haya. Ndio hii hapa. Haleluya. Hii ni kudhibitisha kwamba mataifa yameachilia. Haye. Hii ni kudhibitisha kwamba mataifa. Nimepata ufunuo. Zile simu alichukua akipigia watu akiwaambia Kerugi amekuja. Leo nasigeuza. Siende kwa watu ambao wana pesa yangu. Niwaambie haya. Nimepata hiyo ufunuo kwamba ile simu alipiga simu karibu 6-7 akiwaambia watu wale wakubwa kwamba Kerugi amekuja, niko naye hapa ofisini. Sasa hivyo leo nageuza leo matajiri wa Taveta wapigie John Kerugi simu, wamwambie ile pesa niko nao yako ndio hiyo nimetuma. Wamama waachilie pesa hiyo, waachilie viwanja, waachilie magari, waachilie manyumba, waachilie kama vile alivyosema na alivyowapa taarifa. Wapate taarifa hiyo kuanzia leo. Wakaachilie kuanzia leo. Sema fire. Haleluya. Wangapi wanasikia kuachiliwa jamani? Haleluya. Hakuna vile Elia anakaa na Elisha amupe basi aliyomupa hili halafu yona Yordani isumbue. Hii nao ni ufunuo ingine. Nimepewa basi na Elia. Hakuna Yordani mbele yangu itanizuia tena. Haya. Hakuna Yordani itakayenizuia tena. Kila mahali nikiingia inafunguka. Maana nimepewa basi na Elia. Mimi ni Elisha wa leo. Nimepewa vazi na Elia. Kuanzia leo hakuna Yordani itakayemzuia John Kerugi Taveta kwenda ng'ambo ya pili. Nitaenda wapende wasipende, nitafika wapende wasipende, nitapata wapende wasipende, nitajenga wapende wasipende, tutainuka wapende wasipende. Maana tayari Elia ameachilia vazi lake. Mambo ingine bwana, sijui inafanyikana namna gani. Nimeitwa na huyu baba, lakini wazungu wakasema time of God is better. Wakati wa Mungu ndio mzuri. Sasa zaidi nilikuwa naenda nilikuwa nasema nitaenda wakati wa Mungu ulikuwa hujafika. Unajua ningeenda kabla wakati wa Mungu hujafika. Ukweli wa Mungu hata maziwa singepewa nikunywe. Ningekuta mzee amejaa na atoke aende kwa ibada, anambia kwenda huko kwa ibada. Lakini sikiliza mtu wa Mungu. Time is God is better. Haleluya. Mwambie mwenzako wakati wa Mungu ni